Tusifiwe tena. Nichukue tena nafasi hii kuwakaribisheni nyote katika ibada hii ambayo wa safari ya kumsindikisha shoshu wetu na auntie na mama pia na rafiki. Ningependa sote tuwe na moyo wa ujasiri, tujitie moyo na tuwe na nguvu kwa sababu ilipendeza Mungu kukae namna hiyo, au sio? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ningeulizeni sote tukaweza kusimama. Naomba tu tusimame. Tutakaposimama, niulize tu kama miongoni mwetu kuna mtu ambaye anaweza tuongoza kwa wimbo moja pengine wa kuabudu Mungu, tuweze kuwa na nafasi hiyo kuabudu Mungu kwa wimbo mmoja, alafu nitawaelekezeni hapo pengine vile tutakavyoendelea. Tafadhali, sijui kama kuna mtu. Asanteni sana. Tukiwa tumesimama tu hivyo, ninaomba kwa heshima kubwa niweze kumkaribisha askofu wetu Baba Philip aje atuongoze kwa neno la maombi, pia kwa neno la kututia moyo, na itakuwa ni vizuri. Yeye ndio atatupa ruhusa ya kukaa ama tutasimama. Asante sana. Karibu. Bwana asifiwe. Bwana atukuzwe. Ningelitaka mkaweze kufarijika na mkaweze kujazwa na Roho Mtakatifu wa Mungu wakati kama huu. Ndiposa mkaweze kuvumilia na mkaweze kushinda. Na kuweza kushinda hata yale ambao hutokea wakati kuna mauti. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ningelitaka tuombe, kisha na baadaye tutalisikiza neno la Bwana na tutaweza kubarikiwa. Hebu tuombe. Mtakatifu Baba wa mbinguni, na kushukuru kwa sababu ya jinsi ulivyo. Wewe ni Mungu, pasipo wewe hakuna Mungu mwingine wa kuabudu. Wakati kama huu, hata wakati wa majonzi, Bwana tunajua wewe ni Mungu wetu. Na ndiposa Bwana tunakushukuru kwa sababu ya nafasi ambayo ulitupatia tukaweza kukaa na Miriam. Tuliweza kuishi maisha mazuri na yeye. Na hatimaye sasa nyakati zake zimefika za kutulia na kuishi pamoja na wewe. Na ndiposa Bwana tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwaminifu. All those years that we lived with her and we lived a good life. She was so competent, and this day we are celebrating her life. We thank you, God, for having given us this particular time. We thank you, God, because of giving us yet another chance. As a family, all of us as friends, all of those people who are associated with her in her life, to come and say thank you to you, God, because of giving us a great chance to live with her. And because this grace is still within us, we want to thank you. Even as we continue with the rest of the service, we want to commit it forth before you, God. Even as we wait for Sammy, we want to thank you, God, because everything is going to become in order in Jesus' name. We cover ourselves by the blood of Jesus. We say that, God, we are victors. We say that we are going to celebrate our mom because she has fought it and she has won the battle. In Jesus' name we pray and give thanks. Amen.
So we are going to look at the book, the word of the Lord. Let us look at the word of the Lord in the book of Revelation chapter, I want to take you to chapter 14, chapter 13. Thereabout. It's chapter 14. The word of the Lord says, you can now sit down, please. Yeah, chapter 14 of the book of Revelation. Kitabu cha mwisho wa Biblia. Ufunuo. Kinasema hivi katika sura yake ya 14. Tunapoanza mstari wake wa 13, neno linasema hivi. Then I heard a voice from heaven saying, write this, happy are those who from now on die in the service of the Lord. Yes, indeed, answered the Spirit. They will enjoy rest from their hard work, because the results of their service go with them. Then I looked, and there was a white crowd, and sitting on the crowd was what looked like a human being, with a crown of gold on his head, and a sharp sickle in his head. Praise the Lord. Blessed are those that will die in Christ Jesus. Kubarikiwa ni wale ambao watapumzika wakiwa katika Bwana. Wale wataenda kupumzika pasipo majonzi, na kazi ambayo wamefanya itawafuata. Bwana asifiwe. So all of this you are seeing here, every person, kila mtu ambaye unaona hapa, ni kazi ambayo Miriam alifanya in one way or another. Hawezi kufika hapa kama huyu mtu hakuna jambo amefanya. Ungekuwa umelala nyumbani unagojea watu pale. So what I'm trying to say ni kwamba tuko hapa kwa sababu ya kazi njema iliyofanywa na imani ambayo mtumishi wa Mungu huyu aliweza kuishi ndani yake. Alifanya kazi ya Mungu, ever in service. The Bible says here, blessed are those who will die in the service of the Lord. They shall rest. Watapumzika mambo mazito ambayo wamekuwa wakifanya. Kila mmoja wetu, kila asubuhi, kila jioni, tuko na kazi ya kufanya. We have some work to do. Tuko na majukumu ya kukamilisha. Na ni katika hii process ambayo pia tunafanya kazi ya Mungu. Kwa sababu kama wewe unahudumia watu, if you are giving service to the people, you are serving God. Bwana asifiwe. Katika ile hali yoyote ile ambayo wewe Bwana anakutumikisha katika jamii, wewe unafanya kazi yake. And the truth is, Mama Miriam, because I have known her for quite a long time, wakati nilifika pale alikuwa naishi, yeye ndiye alinishika ugeni. Na akawa ni mtu ambaye, kwanza ni mtu ambaye anaweza kukushauri vizuri. Is an old mama, she never went to school. But the truth is that she had all the wisdom that entails for man to continue living. Alikuwa na hekima ambayo mtu alihitaji ndiposa akaweze kufaulu katika maisha. And I was telling myself, I have met a big university. Nimekutana na university kubwa sana hapa, mahali ambapo nimeingia hapo Morro. Kwa sababu huyu mama anakuelekeza na kwambia, Wakamau, ni vizuri tu kuomba Mungu. Hata kuokoka ni mzuri, lakini ni vizuri kuenda beyond wokovu. That your actions, that your functions, that your everyday life is connected with what kind of a person you are. Yeye, wacha nikwambie, and this is the truth. Yeye hakuwa tajiri, lakini aliweza kufanya zaidi ya matajiri.
She may have not had a lot of things, but whatever purpose she had at heart, she had a psyche to drive it. Alikuwa na ile motisha inayotoka ndani ya kuelekeza mambo. Akitaka kupeleka mtoto shule, for example, na hana school fees, angeweza kumobilize anybody, every authority, angeweza kumobilize na aone ya kwamba hilo jambo limefanyika. So blessed is her this day that she rested in Christ, because her last testimony I had with her was barely a week before she passed on, because she was talking. I think she talked until almost her day of resting. What a gesture. Hata nilikuwa naambia mke wangu, because on Tuesday, was it on Tuesday, just within the maombolezi, tumeenda pale Orokarau kuona mama mwingine naye. She is 80 years. Lakini huyu tayari yako na dementia. Yeye amekaa namna hii, anameza lakini haongei. This one, she was in pain, but she was talking. The Lord gave her the strength to keep on discharging the services God had given her over her life, so that she could continue, motivating people. In fact, that day, she told me, now, Baba Kamau, unajua, mimi hii mwili inauma yenyewe. Ningetaka hivyo mnasema tukae tu na nyinyi. Lakini sasa, ninaumwa. Lakini nimeamini Bwana ya kwamba haya mambo, unajua, hata wao watu wadogo unaona hapa, wengine hawana target. Lakini yeye, look at what she was telling me, everlastingly in her life. Alikuwa ananiambia, nilikuwa naombea hapa katika hii kijiji yetu kuinuliwe mtumishi wa Mungu, mmoja ambaye ataweza kuwapaka wengine. Look at what she was praying for. And it was an everlasting prayer, because at times maybe she could not have had what she expected. Lakini akaniambia, sasa wakati Bwana alikutawaza uwe askofu hapa, umeweza kuona ya kwamba kuna kijana yangu amekuwa mchungaji. And that was one of my prayer, that in my house, katika nyumba yangu, kuwe na watumishi wa Mungu wa dhati, watu ambao wanaeneza injili hata kama sitakuwa. Has she not achieved? She has achieved that. She has more than 3 pastors at home, and many others who are elders in churches all over the country. She has represented, she has brought up people of value. Na nilianza kwa kukwambia, yeye hakuwa tajiri vile unaweza fikiria, lakini hakuna jambo ambalo alitaka kulifanya likashindikana, kwa sababu one, she believed and trusted in God. Number 2, she trusted in the strength of power and freedom. Mama Muriu si mtu ati ungakuja kumfinya. I'm saying for real because I know it. Huyu si mtu ungakuja ati kumfinya hapo ati oe kuku yake au ati no thio ogu ati othio ogu. Niyo instruments of power. Niyo. And much more so, many of the stories she would have told you, other than the gospel, is the fight she fought in the mountain for the freedom of this country. Oh my Jesus. This one makes me break down because of how she really fought. How many women can surrender their lives at teenage before they are married to go and fight for the social life of the people? It makes me break. Jesus Christ. Thank you. Thank you. She made me know that she was a hero.
She made me understand how a person can dedicate themselves for the nation. She was a person who would not let the country to be vandalized. I thank God. She fought in the forest for many years and survived the bullets of the white men. She never died at that particular time. She lived to make us see her yet another time. They served in the forest army with a fiancé who later became his husband and passed on earlier than this, and she continued fighting. That's when the Bible says, blessed are those who die in the service. In the book of Revelation chapter 14, I find it the word of the day. Blessed are those who will fight on until the end. Blessed are those who will continue fighting for the truth, for better social life, and for education. She never went to school, but took so many to school, and they succeeded. This one, many people, even those who are rich, don't do. They are egocentric. But she would have slept without eating so that Shiro would get some bananas when she was young. When her daughter died, Wangari, she took over as a mom, a new mom, for children, very small girls and boys. She fought for God and for humanity. She was not just a person. To me, she wasn't just a person. She was a hero. She lived 99 years to say, I don't know whether I'm contravening what is recorded, but I know she was ranging thereabout. She spent her life nicely. She spent her life nicely. She was ever in service. And I want to conclude this verse that says, in the same book I was reading, I don't know whether yes. I beg your pardon, but I'm there now. Yes, go with me in chapter 21 of the same book. The verse 3 says, and I heard a loud voice speaking from the throne, now God's home is with the people. He will live with them, and they shall be his people. God himself will be with them, and he will be their God. He will wipe away all the tears from their eyes. There will be no more death, no more grief,
or crying or pain. The old things have disappeared. Praise the Lord. The Lord is speaking to encourage the church of this particular time that the throne of the Lord now is with the people. The Lord will live with them, and they shall be his people. God himself will be with them, and he will be their God. He will wipe away their tears, from the tears from their eyes, and there will be no more death, no more grief, or crying, or pain. The old things have disappeared. Let me tell you the flesh that we are in. Hii mwili ambao tuko ndani yake, saa zingine huuma. Hata hapa tulipo kuna watu wagonjwa, inauma hata sasa. But let me tell you, there is coming a time, na diposa sasa shosh amefika hapo hako, because the pain cannot continue forever. The Lord is speaking of a new life even with God. Bwana asifiwe. Maisha mapya katika Mungu huyu. Na diposa tuelewe ya kwamba wale wote ambao wataaga wakiwa katika huduma hii ya ufalme, things of the kingdom, hawa watu basi wataishi na Mungu. So the other part of the story of my mother is that I have known that she repented. Kama wewe ulikuwa ni mtu ambaye mnaishi na yeye, nakumbuka kuna jirani moja alimleta kwetu, akaniambia kwa sababu huyo mtu siwezi enda kwake, na kwa sababu mimi hawezi kuja kwangu, basi nataka utupatie kikao, tuzungumuze na yeye na tusameheane. Sitamtaja hapa, lakini najua wengi wanamjua. So what I'm trying to say, she was a solicitor. Yeye alikuwa ni mtu wa kuunganisha watu. Ni mtu ambaye unaona hata kusamehe mtu. When you come to her and tell her, "Shosh, I've done this one, please forgive me." She didn't have a blockade. Yeye hakufungia. Alikuwa ni mtu ambaye anasamehe. Alikuwa ni mtu ambaye aliomba msamaha. Alikuwa ni mtu ambaye alinyenyekea. Alikuwa ni mtu ambaye aliweza kuonyesha kwamba himaya yake ni himaya ambayo ni ya msamaha wa dhambi. So, and you know, in the kingdom of God, the forgiveness of sin, repentance, is a big tool that will make us reach the eternity. Repentance. Kwa hivyo yeye alikuwa ni mtu ambaye hata kama mmekosana na ametoa jazba, kwa sababu ni lazima ajidefend. Kama ni wakati huu angekuwa KDF. In fact, she could have been KDF or even better. Unaweza fikiria ati alikuwa tu mtu wa kulima tu. But I'm telling you, she had all the qualities of defending the people, defending the church. Todo direnda gukura mundu uyu ndungiahotire gucambia muhunjia hau Maina kuma wa Morro onawe anajira maita maingi ndeto ciaku ndarenda tondu wi muhake maguta. Bwana asifiwe. A person who respected pastors, a person who respected servants of God of all calibers. This is the person who introduced me Joe Kayo, the person who died the other day, the servant of God. She was following where the word of God is really true. Yeye hangeweza kuendana na mchungaji ambaye anaona ni mtu wa kupendekeza dhambi zitendwe hapo, angetoka kanisa. And no wonder she trained me that when things are not good, you can even leave it. Kama hawezi vita na watu, wachana nao. She was a person of great values, a person of great aptitude. She is a person who could be able
to go the levels that men cannot go. Yeye alikuwa mwanamke, lakini alikuwa kama wanaume 10, like 10 men. Na kama si hivyo, akina George waniambie kana uge amurakaririe ndekumira uri atarie auge nie nie nyukwa na nitukuonana ndugwika uguo ndi ha. These are the kind of people. Unajua kuna watu wengi kujificha, kazi yao ni kuweka mkia hapa katikati ya miguu kama umbo akiwa kwa wenyewe. This mama would tell you plain truth. Oka akajira ndarekeke kwire bishop hau no wagwa keu kegeranio no wagwa mundu wa Ngai, and I will take it seriously. Tondu ndarajira uguo nigetha anine, arajira uguo nigetha ajejie nduike kindu kia bata ya kuhuthirwo ni Ngai. Na nikio ndiramwira andu amukire guku uyu ndarari o mundu, na aria twi guku ni muoya ati arakiri mundu tondu uguo niguo kuhana. Ni muronire ira ura kuraihuritwo na umuthi ni njui noguo gukorwo. Ngai ndakimurathime. Ni nguria tuheo rwimbo rungi na nigetha mutabania atuhe direction tondu o undu ni ukiri kiambiriria na kirikiro kiagu. Thank you. Ngai amurathime. Amen. Aria meo kete rito aria Jesu Emereio ke rumi inegai tondu nio ciana cia uhonokio wathakame theru ya watu inie muhonokia Jesu ni akamera imoke ari wema agirio o maithori aria mariragira rugendo-ini maguthie muoyo-ini makauro inie ni magakenaga makirorera ili watu-ini meriragiria tondu nio deto ciandu iria wina hinyo menye wega ni witikiritio menyithia andu ini Jesu ni mukuri wa kirindi ini ndokire na ngoro menye wega meciria ma mwiri mendaga atia mendaga gutiga waga muoyo ini na mwiri ugathikwo ini tiga kuoyaniria mundu witu naguo thamaki wa roho na wa mwiri tungihotaniria ndaguthaitha ini tigana na mwiri uthie rugendo. Ningependa tu kuna mtu tunagoja kidogo, kwa hivyo wewe imba vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu wale ambao wanajua kwenye wanaenda hawakuagi na hofu. Kwa hivyo ningetaka tusifu Mungu tukiwa alive vizuri. Tiga wewe nyinyi ambao mmekuja ili muweze kutufariji. Ugo ndungioka kundu gwina kieha urehekea. Na wakati unaimba vizuri weheragia ginya kieha. Gigeka atia? Kwa hivyo nipe mkono wangu katika jina la Yesu. Ego saimwathani wa theru utumetairia inie mathe no mathiete guthi inie twambate na mwiri wao gocai Ngai witu inie gocai mwathani wa the na moe mathe na mathiete guthi
Yeni kwa batena Yetoi karage na goro deru Kore aine wa mwa Na kuoe kore na kanage Na leo ele toare akaino lelo Gosaigo Eivitugo Iniego Mwadhani Mamoe made na madietego Yenie toa batena Iro muderu niara tuina Loi orone rokile Yenie mwadhani toa ota Yenie na wedona gokile Gosai Kaivitugo Yeni gosai Mwadhani wate Na moe made Na madietego Yeni etwa bate Na mwege Duga awadu mayode Nikoge agode Kele Konege otugo Yeni rosine kage agikeno Yeni ayale ode adigu Namo malin Ilerio mao Yena betulile Yeni no eka Kira ageleria ileria Moko Adoda fuje na yo egera giona mwaki yenira yale ode adigu na mo mari elioma ina metulile ino Weka mikono yako, shangilia Yesu. Amen, amen. Napenda tu ukiketi chini na wewe ujipigie makofi kwa sababu ya kuja. Jamani, ujipendi wewe? Amen. Praise the Lord. Tunaendelea vizuri. Naam, sio? Tunaendelea vizuri. Naamini sote tumebarikiwa. Asante sana Baba Askofu kwa sababu ya neno hilo nzuri. Umetuongoza vizuri na kila mtu naamini kwamba ameweza kunenewa, na hiyo historia ambayo umetupatia ya Shosh imeniguza sana. Jameni, kuwa na shujaa ni kitu cha muhimu sana. Praise the name of the Lord. Na sio kuwa na shujaa tu, ni kuwa na mtu ambaye anaweza hata akakupigania, na mtu ambaye anafahamu hata na haki zake. Hello? Unajua siku ambazo tunaishi na watu ambao nikana kwamba kidogo hawajielewi. Lakini tukiwa na mtu ambaye anajielewa, mtu ambaye anafahamu, ni jambo nzuri sana. Pia nimeshukuru sana kwa sababu Shosha ameweza kulea watoto wake kwa njia ambayo inafaa. Praise the Lord. Kuwa na familia ambayo iko na wachungaji wengi, jamani, ni jambo nzuri. Si ni jambo la kuringa. Hallelujah. Amen. Nafahamishwa kwamba kuna jambo kidogo ambalo limechelewa, kwa hivyo tutatulia tu kidogo, alafu tutaelekezwa kutoka pale chini na itakuwa ni vizuri. Lakini hakuna jambo la kushtuka, mambo yote iko sawa, ni jambo tu kidogo tu limebakia, alafu tuweze kuondoka, tuende tukampumzishe mama yetu. Tugekiogwa. Tamudwa igwa. Umeelewa hiyo? Kwa hivyo hakuna jambo la kushtuka, tuko sawa, mambo yote yako sawa. Mipango inaendelea vizuri. Kipata ripoti kutoka kule chini, tutaweza tu kuondoka tu mara moja. Lakini kabla ya tuweze kuview mwili wa mama yetu, ningependa tu kutoa nafasi hii. Pengine uko hapo, umemjua mama yetu kwa muda mrefu, ama wewe ni mtu wa familia na kuna jambo pengine ungelipenda kulisema, ningependa nikupatie nafasi hii. Uje hapa utuongeleshe kidogo, utuambie vile unamjua, unamfahamu mama yetu, your experience na yeye, vile mmefahamiana, na itakuwa ni vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sijui kama mama yangu ana. Haya, sawa, karibu. Bwana asifiwe.
niĩ njĩtagwo Lucia wa Rwathie na ndĩ mũhonoku ndĩ nyina wa ndĩ mwana wake no ũrĩa ingĩmwĩra rĩ nĩ mũikare harĩ we na mũikare mũhonokete tondũ kahinda gaka nĩ kahinda ga kwĩihua na gũikara to thingu. Mami rĩrĩa ararĩ nyũmba anjĩrire kiugo kĩmwe, Lucia ingĩrĩ ngari yakwa no njũmbũke na thiĩ nyũmba-inĩ ya Ngai, na ũrĩa ũtarĩ mũhonoku aikare acũthĩrĩirie Ngai amenye kũrĩa gũrathiĩ. Asante. Yes, napenda niwasalimu katika jina la Baba. Hamjambo. Nami niseme ya kwamba aliyelala mbele yetu ni shosho yangu ambaye nampenda sana, kwa siku nyingi tumeishi na yeye, na pia ningependa kutambua ya kwamba shosho amelea watoto wengi, amelea watoto wake, amelea watoto wa watoto wake, na kama wangu mara ya mwisho wamekuwa na shosho wale ambao wanamuita Maito, tunaishi compound moja. Kwa hivyo ningesema ya kwamba shosho amekuwa mtu wa baraka na ni akoretwo mundu wa ngoro nene generation hiyo yote alelete na akamionia njira ya kiugo kĩa Ngai. Kwa hivyo tuna jambo la kujivunia ya kwamba nyanya yetu hajatuacha hivyo, ametuacha tukiwa watu ambao wamesimama vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo sisi tuna furaha kama familia tunapowaona mkiwa mmekuja kutufariji, na ninajua ya kwamba kazi ambayo Miriam ameifanya hakuna siku ambayo itasahaulika. Mimi ukiniona hapa, mimi ni matunda yake, kwa sababu yeye ndiye ambaye amenilea kiroho. Kiroho ni yeye amenilea, kwa sababu wakati nilikuwa tu naenda katika nyumba ya Bwana alinielekesha vizuri. Hugo tuenodo wagwetera ta family yetu. Kwa hivyo tuendelee tukiiga mfano wake mzuri. Amemalizia vizuri akiwa na upendo. Kitu moja najua kwake, ameenda akiwa roho yake ikiwa safi. Ukiraga ithirie shosho araba gukuria we muhonoku, okorwo nduri muhonoku ndegwitikira gukugeithia. Uguo ni ishara ya kuonania alikuwa ameselenda, ameenda akiwa mtu clean, na kuna jambo alikuwa anasema okorwo ndanaitiria mundu adekere. Kwa hivyo ishara ya kwamba aliselenda yote na yote akapatia Mungu. Kwa hivyo tunalo la kushangilia na kusema ya kwamba tuna furaha. Asanteni sana tunapoelekea tu kuendelea na ibada hii ya kumwaga shosho wetu ambaye ni shujaa wa mashujaa. Mbarikiwe. Karibu. Pigie baba makofi anapokuja. Bwana asifiwe sana. Kwa majina langu naitwa Michael Kanyoni, na ndirenda kugweta njuge uyu uritikitie kunina ihinda riake ria gukoma, etagwo Lilian na turi anyina umwe nake na Lilian rĩu rĩ Miriam rĩ rĩu hĩndĩ ĩrĩa niĩ ngoretwo ndĩmumĩte thutha rĩ, ngoretwo ndoka gũu niĩ njikaraga Moi's Bridge itũra rĩgwĩtwo rĩa Mũkũnga, na hĩndĩ ĩrĩa ndĩracokire kũigua nĩ akoma ndĩrahũrĩrwo thimũ nĩ mwana wake aranjĩra nĩ akoma. Nĩ ndĩrokire na ndĩragĩa na ũhoro wa kũmenya atĩ Wanjiru nĩ akoretwo mũndũ mwega mũno, tondũ nĩ tũkoretwo hĩndĩ ĩrĩa twathiĩ kũu hatirĩ kĩndũ kĩngĩ arendaga kwamba kũmenya no kiugo kĩa Ngai, na wacoka kũmũthikĩrĩria ũkaigua atĩ thĩinĩ wake ena maguta araria thĩinĩ wa Ngai akĩheana ũhoro ũcio wa Ngai. Rĩu nĩ ũndũ ũcio rĩ nguga Ngai witũ nĩ tondũ nĩ mwega, nĩ amũigĩte handũ hega. Ndikuga atĩ akamũige niĩ, no nĩ amũigĩte handũ hega tondũ nĩ arĩkĩtie kuma mwĩrĩ-inĩ, na nguga hau nĩ hega. Haleluya. Bwana asifiwe. Isalimia kwa mkono wako kama unaniona mahali. Haleluya. Look at the way our bishop stand up here and told us that even if you just be
to be a friend to her. One thing, she was just asking you, wewe umeokoka? Ni honokete? Ni uwe Ngai? Amen? Hallelujah. Tuwarisi anajaganu mono no reke ngwire tigifoko gya tumire tucenjie ti ati ni kuigwo tuigirwo itara ta ciana ingi ti atumire tucenjie, but the powerful word of this woman was just changing even the inner man of a person. Amen. When usually she start talking to you, she was just taking her time very well to make sure whatever she has already talked, you have just understand. Amen. And when usually left behind, unaanza kujiuliza na kweli nikisho sio yitwara atwira. Amen. And that usually been our motive and change our life. Today we are pastor, not all a pastor, we are the another rank. There is even a reverence in our home. Si Mungu ni mwema. So that we are just celebrating far of this woman. We are not just taking for the granted, but we are just saying, let God rest his soul in eternal life. God bless you. Praise God. Mwathani agocwo. Kwa majina yangu ni Reverend Pastor Turu na ni honokete ni tondu wa kwendwo ni Ngai. Ni ngwenda kumwira ati nyambe ndimwire nyumite kuria Kiambu Githunguri na ndugatara kanitha itagwo Steward Revival Pentecostal Church kuria mwena wa Kiambu region. Ni kuri na undu ingenda kwira andu aria marathikiriria mugambo uyu, ni kuri na muoyo na ndo mwathire wa kumatha na wa gutungata nduri na muoyo. Ni wega kuiguaga maandiko ma Ngai ta ciugo icio twaheo ni muthikabu witu, witikie na urumirire nigetha ukona muoyo. Sisi zote tuko kwa hii njia, gutiri mundu utakagira njira ino no umenyanire na Mwathani aikoni ukioni ukienda kuona muoyo. Yesu mwenyewe akasema nini ni kuriuka na ni muoyo. Kwa hivyo kama huna Kristo hakuna pahali unaenda. Nilikuwa naongea wakati wa Lazaro. Wakati Lazaro alikuwa amekufa ama alikufa. Kama unataka hiyo njia ya kuelekea katika ufalme wa Mungu, lazima utafute Mungu. Lazima umtafute Yesu Kristo. Maritha akiuga nioi ni akariuka Lazaro hindi ya iriukiro. No Yesu tondu ari hawe mwene, Yesu Kristo alikuwa pale, akamwambia akasema nini ni kuriuka na ni muoyo. Uria wothe wihokete ni ona akua no agatura. Bwana Yesu asifiwe. Hata nami nimeokoka. Ninaitwa Njoroge. Nimesimama hapa kwa sababu inawezekana mimi ndio nimevalia mavazi tofauti na nyinyi. Nishukuru sana familia hii kwa sababu mmejipatia nguvu sana, kwa sababu hakika mmefahamu mahali ambapo mama yetu ameenda. Na kama jinsi ambavyo tumeambiwa na tumehubiriwa na Bishop, amenirudisha mbali sana wakati ameongea kuhusu mama, kwa sababu mimi nilimuelewa na nilimfahamu nikiwa mama wa watoto wawili, mama mchanga sana. Nilipookoka kanisa la Kenya Assemblies of God, nilimkuta wakiwa na wamama wengine, na huyu mama amenilea. Bwana Yesu asifiwe. Na leo hii ama wakati ambapo nimekuwa hapa, kama angalikuwa na uwezo wa kukuja na nguvu za kukuja kanisani, jinsi ambavyo nilimfahamu na huo moyo wa ushujaa
na moyo ambao alikuwa na roho ya kuwalete pamoja na maneno ya kufariji, angeweza kufariji na kutia wamama wachanga wa leo hii. Lakini kwa sababu kwa muda mrefu amekuwa hawezi, ninajua ya kwamba amelea wengi ndani ya nyumba hii yake na familia hii yake. Kumetokea wachungaji wengi ambayo ni nadra sana kuona katika familia zingine. Miaka hiyo walipokuwa wakitulea, alikuwa na moyo wa kutulete pamoja na kutupatia maneno ya faraja na maneno ya kujenga nyumba na familia zetu. Nilipokuwa jana hapo nje mahali tulikuwa, nilikumbuka nikiwa mama mchanga, nilikuwa nikiendea miraba kwake kwa sababu nilikuwa nimefuga ng'ombe, na wakati wote tu nilimuendea, ninaenda kwake kununua hiyo kwa sababu ya ng'ombe. Alikuwa anakuja na kamarigo, ananiambia mwana wani tondu ni hindi urarera uthii urugire twana tuligo tutu. Kwa hivyo watoto wangu nimewalea na mandizi ambayo nilipewa na mama huyu Miriam, na moyo wangu unasikia ya kwamba tumeondokewa ni kifaa na chombo cha maana sana. Kwa hivyo kama mama kanisa ambalo kanisa hilo angekuwa akihudhuria wakati ambapo angekuwa na nguvu. Nimemfahamu mama huyu kwa miaka mingi sana, na kama vile Bishop amesema, sio mama angenyang'anywa haki yake ya kionanga. Aliipigania na alisimamia haki zote, haki ya familia yake. Na jana nikawaza nikasema, wamama siku hizi wakiwachwa na waume wao, hiyo shamba yote saa hii ingekuwa broti maguta kana yate, tondu hihi ndiangetia na akendia. Lakini nilipokuwa nikitazama jinsi ambavyo niliona shamba hilo nikiwa msichana mdogo, shamba hilo limebaki hivyo likiwa la familia yake. Si huyu mama ni shujaa? Amepigania haki za wokovu, amepigania haki za familia yake, na amepigana vita iliyo nzuri ya imani. Kwetu kama kanisa la KAG, baadhi yetu tuko mahali hapa na wengine wametusubiri, tutamsindikisha mama kama mama aliye ni shujaa. Mungu wa uzima awabariki sana. God is good. Sana, lakini naomba Mungu tu apatie nguvu. Kisha nimeshauri sana. Nakumbuka ambapo nilikuwa naenda kutoka njia, kisha kwa narudisha katika njia yenye mafaa. Nilikuwa napenda kutembelea sana. Mimi nashauri maisha wenzangu na polisi fadhali kutumikia Mungu. Kwa Mungu ni kizuri sana. Ndawacha na kitabu. A few words saying that the Lord is Lamentation 3 verse 24. That says that the Lord is all I have, and so in Him put my hope. The Lord is good to everyone who trusts in Him. So it's best for us to wait in patience. To wait for Him to save us, and it's best to learn this patience to our youth. When we suffer, we should sit alone in silent patience. We should go in submission so they are made, still before, grow beaten and sorrowful. We should accept each all. The Lord is merciful and will not reject us forever. He may bring us sorrow, but His love for us is sure and strong. Sio watu wasaidia wagai kwa maisha yenu yote. Shosh. In peace. Kuna nafasi ya watu wengine kama watatu, kwa hivyo jiandae tu. Mwana ni agosho. Mariko mako nitakueleza bendo ngari wabai. Nie de mugeni uhoro-ini u muci uyu no ndina muiretu umwe wakuo. Kwi muiretu witagwo Miriam
na nĩ sister Elijah airĩtu angĩ mea mũirĩtu ũcio gwakwa, na ndĩrenda kũmũhakikishĩra atĩrĩrĩ atĩ ũguo kwerwo nĩ mũtungatĩri ũhoro wa mũtumia ũyũ. Miriam ndarĩ gũkũ America, no Miriam nĩ ahotete gũkua ũhoro wa cũcũ wao na agatuĩka deacon kũu. Koguo kũhunjia kwa mũtumia ũyũ na atarĩ mũthomu nĩ ahunjĩtie thĩ yothe. Miriam nĩ arutaga wĩra mwega mũno kũrĩ andũ. Nĩ deacon mũnene mũno ũrũgamĩrĩire kanitha nene mũno tondũ nĩ akĩnyonagia mbica-inĩ. Na niĩ tondũ ndĩ wa PCA, atungatĩri a PCA mathiĩ kũu nĩ amatũmaga kũrĩ niĩ. Akamera atĩrĩrĩ, erai mami no ndĩmwendete na ndĩ mwana wake. Nĩkĩo ndĩ gũkũ mũtikanyone mũrigo mũtumia oimire kũnyumire Kiambu kũndũ gwĩtagwo Gĩthũngũri. Na ndaigua hena mũthuri ũngĩ wa gwitũ Gĩthũngũri nĩ tũkũinũkania ndũkandige. Ũguo ciana cia Jerry, Elijah na sisters ciake nĩ ciana ciakwa tondũ mamu wao ndagĩkuire ndĩ o gũkũ na nĩ ndamũthikire na nĩ ndamũrwaririe na nĩ twaranire karũgendo kanene mũno mũrwaru. Akanjĩraga atĩrĩrĩ, nyina wa Shiro tondũ nĩguo anjĩtaga, anjĩraga we nĩwe nyina wa Shiro na niĩ ndĩ nyina wa Steve. Koguo rĩ, we nyina wa Shiro rĩ, ũrage andũ aya. Ngai wa muoyo amũikarie na mũmenyerere ciana ciakwa no ndĩmwendete na ndikamũtiga. Ngai amũikarie. Mwathani arogocwo. Kwa marĩtwa njĩtagwo Maina. Mwenye amelala hapa ni shosho yangu. Nilikuwa 2014 huku Subukia, Nakuru. Nilisomea Maryland. Shosho aliniangalia akaniambia, kijana yangu, tazana na maisha mashambani. Mimi naomba Mungu urudi nyumbani. And that was a prayer. Na nilirudi nyumbani. Baishi nataka kumwimbia wimbo ya Kizungu. Wenye wataifahamu well and good sawa. But it's a good song that Wayne aniguza sana moyo. And the song is ni upendo kutoka kwa Mungu. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, and all my life you have been faithful. Yes, you're faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am made, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. Oh, you have led me through the fire in darkness night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have me in the goodness of God. Oh, and all my life you have been faithful. Yes, you're faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am made.
goco Yesu anenehe tuge ni honokete ngendo ni mwathani ni tondu wa kunjika wega ona ni ndokira kurama wega ma Ngai mwathani goco tuge ni tutwaranite na mutumia ukarugendo na ithu ni igwahunjira turauga andu maragie ma mwathani goco na reke njuge muini wa rũmbaini ria rauga ati gutire rugano thino rungiandikwo tandikite na reke njuge ni turandikite rugano ruri ithu turakiandikite mwathani goco no marigiririo ma mutumia uyu ni kira kindu kiria kiragenetie muno ni ati ungiracemanirie nake no nginya angirakwirire uhoro wa kiugo kia Ngai mbere waria mamui ni araragia cia mau na mwathani goco no marigiririo maya ararigiriirie ni hakwa njuge ni agenetie mwathani goco nake mwario mwe kana kiugo kia Ngai kiariti na gikauga ati kaba marigiririo gukira kiambiriria mwathani goco ni tondu kirikiriro ni gia bata gukira kiambiriria nie ni ndiramuceragira muno na ingirathire gwake ni aranjiraga ndungata ya Ngai ndukuma guku tahoete na tukahoya hamwe nake na ni cucu witu tondu nie ndi mutumia wa mutungatiri Maina wa Muriu na ona nie njuge cucu huruka uhoro mtu mwingine anatokea. But I can take this chance to say thank you to our Miriam ambaye ako America, kwa sababu for really sure hakuna kitu ambacho shosho alihitaji akakosa. Hata kama ni dawa ingehitajika, yeye alikuwa amejitoa kuhakikisha ya kwamba shosho analala vizuri, anakula vizuri. So Mungu ambariki mahala popote alipo katika jina la Yesu. Na kuna Samii ambaye ndiye kitinda mimba wa shosho. Yeye ndiye amekuwa na shosho wakiwa na mama yetu mama Ndongo. For sure wamefanya kazi nzuri, kwa sababu hata kama kungekuwa na pesa na kukosa mtu wa kumtunza haingewezekana. So wapokee baraka ya familia yetu, kwa sababu wameshikilia kabisa. Utikidu shosho agererire irie kuria kani karagiragwo nayo ona kafarume twiri. Kwa hivyo kazi ambayo Miriam amefanya, sisi kama familia tunatambua na tunasema ya kwamba aendelee kwa ule moyo, maana ametushikilia sana. Korwo shosho dararoragwo guo aroretwo ihinda riu aroyagwo akaigoja agicokagio nyumba ndangiratindatindikire tumatuko, tondu ni mundu angirekererio age mundu kumuromboia ndangihota guikaikara. So nasema ya kwamba familia ya Lilian, Mungu awabariki sana, kwa sababu kuna mmetusaidia kushikilia shosho vizuri kabisa, pamoja na hawa wengine wote brothers and sisters wa shosho walikuwa wanakuja, tunawaona nyumbani, mara wamekuja kuangalia shosho. Kanisa la KAG wamekuwa wakikuja kuangalia shosho. Kwa hivyo tutasema ya kwamba huyu mama onamuona igogona yake rigemete ni tondu wa wira uria anaruta, tondu maundu maria mundu aneka ni makamuma thutha, mari mega kana mari moru. Kwa hivyo tukitazama hapa ni kama vile wakati Mose alikufa, shetani alikuja kukiremu mwili wa Mose, lakini naye Mungu wakati waling'ang'ana wakawa na kipimo cha kupima. Mawega ma Musa makĩingĩha muno, Ngai gũgĩtuĩka rĩu Ngai nĩwe gũthika Musa, ona shaitani adimandĩte ati Musa ni arekanirie maathani, Musa nganie kile atia. Kwa hivyo katika safari ya maisha unaweza kuwa umepitia katika yale mambo, lakini baadaye kwa sababu ya wema ambao umekuwa nao, Mungu akushikilie. Kwa hivyo kwa upande wetu kama familia tunasema ya kwamba Ngai arora athima Shiro, Ngai arora athima Sami wito na mutumia wake, tondu ni marutite wira uroneka. Guthambia mundu mukuru no thia kumuhinya uguo akaigua akaya na akaya ringi no arie kiugo atuchukuli kama ni muzaha.
ni kazi nzuri. So Mungu awabariki na watende mema, juu nimeona baba yetu Samia amefika, na mbarikiwe sana. Amen. Jameni, kama upiga mikono vizuri. Asanteni sana kwa kila mmoja ambaye ameweza kunena. Mmenena maneno mazuri, maneno ya busara, na naomba Mungu tu awatie nguvu zaidi na wafanye vyema. Utakaje mama tusaidie vipi? Kwa kifupi sana. Okay. Nigucokia ndiracokia ngatho kuri Ciro gwe kahinda he gukinya, yani twagwo ni hinya. Ndacokeria Ciro ngatho na family yao, ndacokeria Sami na mutumia wake, tondu nimarutite mami kundu kunene na tukoretwo tu kunene. Ngai amaturie miaka ya ciraniro na mongerere. Amen. Asante sana. Sasa kile ambacho tulikuwa tunakisubiri kimeweza kufika. Ningependa tu tuwe na nafasi hiyo ya kuweza kuview mwili, na itakuwa ni vyema. Lakini kabla tufanye hivyo, na tupate yule mtu ambaye anatusaidia pengine kufungua jeneza, ningependa tu kumwalika Kasisi David aweze kutuombea, na ningependa tu kuwahimiza kwamba tuwe wavumilivu katika section hii ambayo tunaingia. Najua inakuanga tricky kiasi, lakini ninaomba tu tuwe na nguvu na tujitie nguvu katika Bwana, sababu yote hutendeka kwa wema kwa wote ambao wanamwamini Mungu. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo ningependa tu kumwalika Kasisi Daudi aje atuombee, kisha nitawaelekeza hapo pengine. Karibu sana. Asante, Bwana asifiwe. So ningependa tuombe ili tuweze kuelekea katika hiyo hatua ambayo tumeelekezwa, na itakuwa ni baraka. So tuamini na tuombe. Mungu wetu na mfalme, tuna sababu zote za kukusifu, na pia tunakuheshimu kwa sababu ya umbali ambao umetuleta. Asante kwa sababu ya nafasi hii ambao pia Bwana umetuhusisha na ukatupa, ili Bwana tuje tumpe befitting send off our shosh, na pia mam na rafiki wetu. Na wakati huu Bwana tunapo utazama mwili, ninaombea kila mmoja wetu aliye mahali hapa, Bwana utupe nguvu, tupe uvumilivu katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba kwamba Bwana utatusaidia hata katika hatua hii. Bwana, kwenye mioyo yetu tukubali, na hata pia Bwana tuwe na imani kama vile ambavyo ulimpa mama yetu, katika jina la Yesu Kristo. Nakabidhi kila mmoja wetu kwako Bwana katika kipindi hiki, kwamba Bwana utatupa uwezo na hata nguvu ya kupitia katika kipindi hiki Bwana, na hata tutakapokuwa tukielekea katika sehemu hiyo nyingine ya kumpumzisha, pia Bwana tuomba neema na nguvu zako katika jina la Yesu Kristo. Tunakupa heshima kwa sababu Bwana utatuwezesha, kwa Kristo Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu tumeomba. Amen. Amen. Asanteni sana. Tunashukuru. Asante sana Kasisi Daudi kwa sababu ya kutuongoza kwa maombi hayo. Umefanya kazi nzuri, tunashukuru. Najua kwamba tuko live. Mzee, tuko page gani? YouTube Dr. Njoroge, na pia Facebook tuko YouTube peke yake. Okay, tuko YouTube, tuko live. Unaweza ingia pale, subscribe kwa page ya Dr. Njoroge. Ukisearch tu hapo itakuletea. Pia unaweza like and you can leave a comment. Tunaweza celebrate shosh na mam na maito pia huko, na itakuwa ni vizuri sana. Tunaposubiri msaidizi wetu aje atufungulie, ningependa tu tuongozwe kwa pambio moja, alafu tunapomsubiria aje tufungulie na tuweze kuendelea. Amen. Tukiwa tu tumeketi tu itakuwa ni vizuri. Asanteni sana. Tuketi tu hivyo. Rosha goro yakwa shingia hotile tigawa jaragelio kajera kate made
mahali kuna wazee hapa haribiki jambo, sio? Nimepata ushauri na ni ushauri mzuri kwamba ukiview mwili hautarudi mahali ulikuwa umeketi, utatoka tu, tupatane hapo nje. Are we together? Are we ready now? Na Mungu atupe nguvu in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Tafadhali askofu, naweza tuongoza. Sijui kama miongoni mwetu kuna mtu anaweza tuongoza kwa wimbo wa polepole tu tunapoendelea, ama pasi uta
Thank you so much. The Lord bless you. Utakavyo kwenda Subukia, ubarikiwe sana. Thank you.